Moja, niseme jambo lifuatalo. Nchi yetu mwaka 92, sio nchi tu, niseme Chama cha Mapinduzi, kwa sababu 92 kurudi nyuma tulikuwa chini ya chama hiki kimoja ambacho ni chama gani? CCM. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kilikubali nchi ya Tanzania iwe na vyama vingi. Hiyo rekodi kwanza ieleweke. Na kilikuwa kina uwezo wa kukataa kusiwe na vyama vingi kwa sababu kilikuwa peke yake. Na wengi walipopiga ile kura walikubali kibaki chama hiki kimoja. Lakini mwenyekiti wa CCM wa wakati huo na rais wa nchi wa wakati huo wakaridhia kuwe na mfumo wa vyama vingi, kwamba wachache wakakubaliwa acha vyama vingi viji. Kwa hiyo CCM itambulike kwamba ni baba wa demokrasia ndani ya nchi hii kwa kuweza kuruhusu mfumo wa vyama vingi. La pili, nchi hii ina vyama vingi vya siasa. Chama sio kimoja tu. Nchi hii ina CUF, ina Chadema, ina ACT, ina Chausta, ina NLD, ina Chauma, ina DP na vyama vingine vingi. Vyote hivi vina haki sawa ndani ya nchi hii. Hakuna chama chenye haki kuliko chama kingine. Hapa tunachojadili sasa kwamba Chadema imeguswa kwenye mkutano huu. Moja, sheria za tume ya uchaguzi ziko wazi. Kulikuwa na kusaini vyama vyote maadili katika kuingia kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Na Watanzania ni mashahidi. Kuna chama kilikataa kwamba sisi hatutaki kusaini. Wakapewa na muda, wakagoma kusaini. Sheria ni msumeno. Ukibaka unaenda kufungwa miaka mingapi? Au imebadilika? Haijabadilika. Wamegoma kusaini, hilo ni kosa lao wenyewe, halihusiki na CCM. CCM ni chama kinachogombea kama chama kingine. La pili, waliomba zifanyike reform. Moja, wakurugenzi wa halmashauri wasisimamie uchaguzi waliondolewa. Hakuna mkurugenzi anayesimamia uchaguzi kwa sasa. Waliomba kusiwe na mtu anayepita bila kupingwa, ikaondolewa. Hakuna mgombea anayepita bila kufanya nini? Kupingwa. Ni reforms hizo ambazo wao walizitaka katika tume ambayo alikuwa anaisimamia mzee Mkandara Prof. Sasa hapa ikionekana eti Chadema inaonewa, hapana. Kwa kuwa wao waliamua wao kutoshiriki. CCM haiwezi kumlazimisha mtu ashiriki uchaguzi, kwa sababu na yeye anaenda kushiriki nini? Uchaguzi. Lakini historia ya vyama vyetu vyote vinajulikana. Ndio maana kwa sasa ukituliza mshindani wetu mkuu ni nani, sisi tunashindana na vyama vyote vya siasa vilivyoingia kwenye uchaguzi. Na hatu underestimate kwamba chama hiki ni kidogo, hiki ni kikubwa. Siasa haina comparison. Pale unapoweza kutumia greda kusembua barabara, tumia greda mwanzo mpaka mwisho. Ukicheza hapa unaweza ukajikuta umepoteza. Wengine wanasema unatumia nyundo kuua nini? Sisimizi. Sasa wewe umeenda kwenye kampeni kuomba kura, ina maana kuna mikoa mingine usiende, unaogopa kwamba hapa ngoja tudharau watatupa tu. Ndio maana mgombea amezunguka nchi nzima kwa ukubwa ule ule, kila wilaya ameenda kuomba kura, na wanaotoa kura ni Watanzania. Na Chama cha Mapinduzi hakina dharau. Ndio maana kimefuata watu mpaka vijijini, mpaka kwenye vitongoji, mpaka kwenye mitaa, mpaka barabarani. Na hapa tunapoongea Mwanza na mikoa mingine, viongozi wa CCM wanatafuta kula nyumba kwa nyumba, chumba kwa chumba, kitanda kwa kitanda, mpaka uvunguni ikiwezekana tutakwenda kusaka kura. Kwa nini? Kwa sababu hatu underestimate uchaguzi.
Na ukisoma katiba ya CCM ibara ya 5 inasema katika malengo ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha kinashika dola. Ndio hiyo tunaitafuta kwa machinery zetu ambazo tuko nazo ndani ya chama chetu. Ndio maana unakuta sisi tuna mifumo, tuna mwenyekiti wa mkoa, tuna kamati ya siasa ya mkoa, tuna halmashauri kuu ya mkoa. Mkoa umejitosheleza. Ukishuka wilayani kuna mwenyekiti wa wilaya, kamati ya siasa ya wilaya, halmashauri ya wilaya imejitosheleza. Kwenye kata tuna kamati ya siasa ya kata, tuna halmashauri kuu ya kata. Ukishuka kwenye shina mpaka kwenye tawi na tuna mabalozi. Sasa wewe hiyo mifumo huna. Unauliza CCM imeshindaje au imekuonea wapi? Sisi tukishusha message, mfano mwenyekiti anamwambia labda mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza, mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza, kuna ujumbe uwape wenye viti wa mikoa yako au makatibu wa chini yako. Mwenyekiti atamwambia mneki atashusha wilayani, wilaya itashusha katani, kata zitashusha kwenye matawi, matawi wanaenda kwenye mashina, mashina ndio wanakutana na mabalozi, balozi anaenda kwenye nyumba zake zile 10 au 20 au 50. Vyama vingine hizi machinery wanazo? Kama hawana, wasitafute sababu ya kulalamika. Chama cha Mapinduzi ni chama taasisi, sio chama cha mfukoni kwa mtu binafsi. Ndio maana leo nakuta mwenezi wa CCM sijulikani nimetokea wapi. Uongo. Maana yake hiki ni chama taasisi. Yoyote anaweza kuwa yoyote ndani ya CCM muda wowote. Vyama vingine, wengine watakaa baba mkwe, mama mkwe, dada mkwe, mama nani. Ndio hivyo, familia inaongoza chama. Watanzania wanayajua hayo, kwamba chama kilichobeba matumaini ya kweli, chama chenye lugha za staha, chama chenye wazalendo, chama kinachohubiri amani na umoja wa kitaifa, sio kingine, ni Chama cha Mapinduzi. Haya yanawezekana. Kwa ndugu yangu, hayo nilipenda niyafafanue. Lakini la mwisho katika hili, sisi kama Chama cha Mapinduzi tunavipenda vyama vyote na hatubagui. Na kuthibitisha hilo, ndio maana unakuta kuna majirani wanakuja ndani ya Chama cha Mapinduzi na tunawapokea na tunawapa platform ya kusema na tunakijenga chama hiki. Hata nyinyi mkitaka kujiunga leo, njooni, mwenezi na wapokea hata ndani ya mkutano huu, ili tujenge nchi na chama chetu. Hatubagui mtu. Huwezi kuona kiongozi wa CCM anatukana watu hadharani, anahamasisha vurugu hadharani, anasema watu waandamane. Hapana. Na ukiona kuna kiongozi wa namna hiyo anaongea bila mipaka na ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, jua huyo mtu alikuwa na maslahi binafsi yamekwama. Hakuna mwana CCM mwenye akili timamu ambaye anaweza kukosa heshima ndani ya nchi na ndani ya chama. Mwisho nitafafanua kwa ukubwa ili ndugu yangu Lambert aweze kuelewa vizuri, kakaangu pale. Lakini waambie tu wana Mwanza na makundi yote mliopo humu ndani, Tanzania iko salama kwa sababu ya uimara wa Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wake Daktari Samia Suluhu Hassan. Nakushukuru. Nakushukuru sana.